Odi. Karibu. Asante shemeji. Tupo shemeji. Asante. Habari? Salama tu za siku. Salama. Habari za hapa? Salama tu. Huyu mwamba nimemkuta? Yupo lakini alikuwa anataka kutoka. Sawa. Unaweza ukaniitia na mazungumzo naye kidogo. Shemeji, karibu sasa. Asante. Karibu ndani. Hapana, sitoingia ndani. Karibu. Asante. Vipi, kwema? Sio kwema. Nini tatizo tena? Shemeji yako ananisumbua sana. Shemeji yako anaujeruhi moyo wangu. Kutoka kwenye mahusiano ya mtu mmoja, saizi wamefika watu wawili. Tena? Hilo kaka linanipa wakati mgumu sana. Kuna wakati natamani hata niondoke kwenye hii dunia. Sikia nikwambie, unajua umeshakuwa ni zaidi ya rafiki sasa. Na vitu vingi sana vya kushauri. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatendeka katika ndoa yako, mimi ndo nakuwa mshauri mkuu. Pengine mimi naweza kusema uko sahihi kuja kunielezea matatizo yako. Lakini huku ulikofikia ndugu yangu umefikia pabaya sana. Siku zote wanawake ni dhaifu, viumbe dhaifu. Hata kitabu cha dini kinasema tuishi nao kwa akili. Ina maana hata Mwenyezi Mungu mwenyewe aligundua kabisa watu wapo ni watu wa aina gani. Na ndio maana kwenye maandishi ya wanabii ikawekwa kwamba wanawake ni kiumbe dhaifu. Mawazo yako ulikofikia ndugu yangu umefikia pabaya. Usiweze kujitoa uhai kwa sababu ya mapenzi. Taifa linakutegemea. Kaka, nimevumilia sana. Mimi nilijua yataishia hapa tu kwa mtu mmoja. Mimi nimekuwa wa kufumania meseji. Nimekuwa wa kuambiwa story kwamba tena mbaya zaidi anayafanya hadharani. Navumilia kama mwanaume. Nikwambie kitu. Kila kitu duniani hapa kina makusudi yake. Ukiona unapitia changamoto nyingi sana katika mahusiano yako, basi jua mbeleni kuna kitu kimeandaliwa special kwa ajili ya kukupa furaha. Na hakuna kitu ambacho kinaweza kumbadilisha mwanadamu aliyeamua kubadilika kwa matendo ya kauli za watu. Maana yangu ni hii hapa. Hebu jaribu kuwa na subira, vumilia. Huyo ndo mke wako, huyo ndo mwanandani wako. Acha kuwaza mambo mengine tofauti. Una baba, una mama, una wadogo zako, lakini bado pia we ni nguvu kazi ya taifa hili. Vyote viumbe nilivyovitaja viko nyuma yako, vinakutegemea. Hata mimi tunasema kwa mti afu mwana. Shukrani, karibu sana. Asante. Sila. Ndio kwa shemu. Kwa Sijali.
Kaka, niambie. Hali ngumu. Nini tena tatizo? Nimefika hapa shemeji wako sijamkuta. Niangalia nyumba nzima onekani. Tena inavyosemekana kuna bodaboda kaja kumchukua, kaenda anakoendaga, inasemekana ameenda guest tena. Hayupo na yupo guest? Ndio. Aliyekupa hizo habari za kwamba ameenda guest ni nani? Kuna jamaa mmoja yule anafanyanaga naye. Nilijua mwanzo labda ni utani tumekutana naye jana. Lakini nimefika hapa jaribu kuulizia majirani wanasema kuchukuliwa na bodaboda. Oh, sasa unasikia? Ndio. Hebu acha kupani. Umeelewa? Ndio. Yeah, acha kupani, relax. Alafu baada ya hapo wewe nitumie location ni wapi tukutane ili tuweze kwenda kuishuhudia hilo tukio. Kaka, mimi kweli wako haitukishwa tu hii. Najua ni jinsi gani inavyokuumiza lakini relax. Sawa. Na kutumia location sio muda mrefu. Tuyo location unaambia unanitumia nitumie tukutane. Basi poa. Haya. Mambo vipi Tanzania? Tukiwa ndani ya manispaa ya Kahama, Maili Numbi. Bwana, kwa huduma bora kabisa, huduma za kijamii, waone Van D Mashallah, wanapatikana Numbi mkabala kabisa na mgodi. Bwana, kuanzia upande wa kushine, hapa nazungumzia wanangu wa kupendeza. Kuna saluni nzuri ya kiume, wanakunyoa safi na unapendeza na tokeleza kwenye mtoko wa kisasa zaidi. Lakini pia hapa nazungumzia upande wa mtoko wenyewe unajua ni upi? Bwana, unapotoka na mwenza wako, unatoka na rafiki yako, unatoka na mgeni wako yote yule, nenda Van D Mashallah kwa vinywaji safi na bora zaidi. Ukutana wahudumu waliobobea zaidi ndani ya Van D Mashallah. Lakini pia upande wa wanawake, hatujawasahau madada zetu, mama zetu, mabibi zetu. Bwana, huduma ya kusuka inapatikana pia kwenye saluni ya kike. Unangoja nini? Karibu ndani ya Van D Mashallah. Na wale wanangu wa burudani, hatujawasahau na wala hatujawaacha mbali zaidi. Tunawakaribisheni sana. Tuna mazingira yenye hadhi safi na bora zaidi kwa ajili ya kuangalia mpira. Hapa nikizungumzia ukumbi wa mpira. Na pale mlangoni hawana kiingilio sana. Yaani ni shilingi 500 tu ya Kitanzania. Unakwenda kushuhudia mechi zote za Tanzania, ligi ya Tanzania, lakini pia unashuhudia ligi zote ulimwenguni kote, kuanzia Ulaya mpaka ligi zote unazozifahamu wewe. Na wenye upande wa chakula, hatujawasahau wanangu. Hatukija na njaa, utapata msosi ulio bora zaidi kwa wahudumu waliobobea na wenye ubora wa mapishi yaliyo bora zaidi. Hapa nawazungumzia Van D Mashallah. Lakini kama hutoweza kumfahamu zaidi jina lake, anajulikana kwa jina maarufu sana kama Yohana. Unangoja nini? Van D Mashallah aka Yohana wanapatikana Numbi. Na yote